Kama mjomba. Sitamani kwa kuchelewa. Usafiri ulikuwa shida kidogo huko barabarani. Usijali kwa kuchelewa kwako. Sabrina, ndio tangu baba yako alivyofariki, mimi nimejiona ndio mimi peke yangu mhimili wako. Ni kweli mjomba. Na kingine, Mungu akubariki sana kwa kutulipia kodi ya miezi 6 iliyopita. Asante sana mjomba. Unajua ada yako ya chuo naitafuta kwa shida sana. Lakini ane sio mchezo mama. Lakini najiuliza kitu kimoja Sabrina. Hivi mimi nafaidika nini katika harakati zangu zote za kukusaidia wewe? Au naishia tu kupata sifa ya mjomba mwema? Sifa hazijazi tumbo Sabrina. Kwani mjomba, unataka nini zaidi? Mimi nikimaliza masomo yangu, si nitakusaidia kwenye biashara zako mjomba? Sabrina, nataka kitu ambacho mwanamume yoyote angekihitaji kutoka kwa binti mrembo kama wewe. Upendi kuishi kwenye nyumba nzuri mjini? Upendi kumiliki simu nzuri kama hii? Sasa sikia, ninachokiongea kwako kibaki siri, nisisikie kwa mtu yoyote. Mambo yako yote yatakuwa mazuri. Sabrina, nataka uwe mke wangu wa siri, na hakuna mtu yoyote atakayejua hili, hata mama yako hatajua. Mjomba, hivi unaelewa unachokiongea? Lakini mimi si mtoto wa dada yako. Hii ni laana mjomba, na ni uchafu. Uchafu. Sabrina, laana ni umaskini. Nafikiri unajua kwamba kwa mjomba hakuna urithi. Mimi nataka kuchukua urithi wangu mwenyewe. Sasa ukikataa hizi pesa, tambua mama yako atafukuzwa kwenye kile chumba alichopanga, na wewe utabaki tu kuchouza mkaa. Sasa chagua moja, uwe mke wangu au uendelee kuwa omba. Nakupa dakika 2 tu kufikiria hili kabla sijarudisha pesa mfukoni. Tangu asubuhi upokee simu yangu. Tatizo nini? Alafu, na mbona unalia? Farida, dunia imekwisha. Mjomba anataka kufanya mapenzi na mimi ndio anipe pesa ya ada. Anasema nisipokubali atanisingizia mimi na mama kuwa tumemwibia pesa ili asitusaidie tena. Huyu si mjomba wako? Kumbe ni mbwa mwitu aliovaa ngozi ya kondoo. Natamani nimwambie mama, ila naogopa usije presha yake ikapanda.
lakini siwezi kufanya huu uchafu. Farida, naumia sana. Ni kweli, ila ukimwambia mama bila ushahidi, mjomba atakataa na kukumbua wewe. Watu wanaojiita wafadhili wa familia wanatumia umaskini wetu kutulawiti kifikra. Sabrina, lazima tumtege. Kesho sana kuja kuchukua outing kama alivyosema kwenye message, au sivyo? Ndiyo, amesema niende na nguo za kubadili. Sawa, utakwenda, lakini utakuwa na simu yangu. Kila atakachosema dunia nzima itajua. Lazima tumvue nguo huyu shetani hadharani. Mona, hapa ndani hakuna yoyote anayetuona wala kutusumbua. Na hii ndio siri ya mafanikio. Sabrina, tulia, unifurahishe, maisha yaendelee. Hii ni Laki2 chukua kwa ajili ya matumizi yako tu binafsi, sawa? Nje na ada yako, swala la ada niachie mimi mama. Kila kitu kitakuwa kizuri kwa mjomba. Bado una muda wa kubadilisha hili jambo. Naomba nipe ada kama mpwa wako na sio kama mpenzi wako. Nakuomba mjomba. Mimi sitaki kufanya hiki kitendo. Mimi mwenyewe nataka uendelee kuniita mpenzi, sio mpwa. Sabrina, acha ushamba mama. Hapa mjini hakuna kitu cha bure kabisa, hakuna. Ndio maana hata nikikupa hii natakiwa unipe, nikupe. Hata huyo mama yako mwenyewe anayejisifia kila siku anajua mimi ndio Mungu wake kwa sasa hivi, na wewe unaelewa kwamba mimi ndio niloshika maisha yake. Hebu vua basi hiyo nguo, acha oga. Kwa hiyo unanilazimisha, sio? Sabrina, sikulazimishi, ila nakupa masharti. Ukitoka humu ndani bila kunipa ninachotaka, kesho asubuhi utasikia mama yako amepata barua ya kufukuzwa kazi kutoka kiwandani. Unajua mimi ndio bosi bado. Kwa hiyo amua, uwe mke wangu au baki kwao. Vua basi Sabrina, acha woga. Mimi sitaki kufanya hiki kitendo. Mimi mwenyewe nataka uendelee kuniita mpenzi. Sabrina, acha ushamba mama. Hapa mjini hakuna kitu cha bure kabisa, hakuna. Ndio maana hata nikikupa hii natakiwa unipe. Dada, ina maana haya ndio malipo mliamua wewe na mwanao kunifanyia, si ndio? Ina maana gharama zote ninazotumia kwa ajili ya kumsomesha binti yako huyu ambaye na mimi naona ni mwanangu, malipo yake ndio haya, si ndio? Yaani mwanao ananiibia mimi pesa Laki5. Jana anakuja kuchukua fedha ya ada, ndio anaamua aniibie mimi. Kwa hiyo unamtuma mwanao aniibie? Kaka Juma, nimekusikia. Lakini mbona kwenye hii voice
Sijasikia kama kuna wizi. Voice gani dada? Voice gani? Hizo voice za kutengeneza tu. Mimi nataka pesa yangu. Sasa sheria zitachukuliwa. Nimekuja na mjumbe. Kaka. Sawa, unajua alipokuja kunieleza moja kwa moja kama huyu ni mtuhumiwa. Kwa sababu mimi sitaki maelezo mengi. Tumchukue, tutaenda kuzungumza kituoni moja kwa moja. Ndio tutajua kwa mkweli ni nani. Kaka Juma, twende polisi dada. Wewe ndio kumfanya mwanangu mkeo? Kweli? Nyu mzee wa ovyo huyu anamtaka paka binti yake. Mjomba, umaskini wetu sisi haujatupa ulemavu. Kutusaidia kwako isiyo chanzo ya mimi kutoa utu wangu. Nilijua ni msaada katika familia yetu, lakini wale wanachotaka kukifanya. Kelele wewe, nipeni hela zangu mimi. Hii ni hodma, mwanangu amefanywa hodma. Huyu ni kaka yangu wa damu. Dada wanitukana. Sabrina, nimefanya hivyo mimi? Mimi. Mjomba hivyo. Cha kufanya kwa sababu mnasema kuna voice hiyo ambazo zinaweza zikatuamulia ni kesi kawa nyepesi. Ngoja. Si ndio hii? Ndio hiyo mjumbe. Mimi sitaki kufanya hiki kitendo. Mimi mwenyewe nataka uendelee kuniita mpenzi. Sabrina, acha ushamba mama. Hapa mjini hakuna kitu cha bure kabisa, hakuna. Ndio maana hata nikikupa hii, unatakiwa unipe. Jumbe hizo umetengeneza. Kweli zinaambia tabia yake. Sasa ndugu yangu, kutokana na voice hii na sauti hii kilichozungumzwa, wewe ni mtuhumiwa namba 1. Wewe unakosa la kumnyanyasa huyu binti kijinsia na kutumia madaraka yako vibaya. Wewe sasa unakwenda kituoni moja kwa moja. Utaenda kujieleza huko. Hakuna fungu. Mimi kama nasema ni nyonge. Usifanye chombo cha serikali. Mjumbe. Yaani bata uende ndio mzee hapana. Yaani binti watu ndio mdogo kabisa. Yaani kila mtu namtongoza jamani wewe mzee nishikiliege basi. Na ukifa siku zipi? Ndio maana hata bibi yangu alipokuwa ananiambia masalamiza malewelele litongilia nyuma. Ndoa haya nimeyaona. Nisame mwanangu. Ni heri tule mlo mmoja kwa siku, lakini tubaki na heshima yetu. Twende tumfuate kituoni. Tutaenda kujua huko.